Kundi hili liliundwa baada ya katibu mkuu kualika wagombea wa mwaka 2020 wa ubunge na waliotia nia mwaka huu kwenye kikao cha tarehe 3 mwezi wa 4 makao makuu ya chama. Sasa sisi kama wagombea na ambao hatuna sehemu ya kukutana, tukaunda group sogozi la WhatsApp ili kuweza kuweka mawazo yetu kwa pamoja na hatimaye tuweze kuyawasilisha kwa katibu mkuu. Kwa hiyo ndivyo kundi lilivyoundwa. Lilikuwa ni kundi ambalo tunajaribu kuweka mawazo, maoni, tunashauriana kwa pamoja kama yalivyo makundi mengine mbalimbali ndani ya chama. Kwenye chama chetu kuna makundi kwenye kata, kwenye vitongoji, na tungeweza hata kuliita Chadema Family, kwa sababu makundi hayo yapo kila mahali kwenye chama chetu. Kwa hiyo ndivyo kundi hili la G55 lilivyoundwa. Lina wajumbe wengi na bado tunaendelea kushauriana mambo mbalimbali ya chama na mikakati yetu binafsi. Kama wagombea tunawezaje kupata rasilimali, tunawezaje kujipanga na kampeni, tunapeana uzoefu. Kwenye kundi hili kuna ambao walishawahi kushinda ubunge, wako ambao walishawahi kushindwa. Kwa hiyo tunapeana na tunaendelea kupeana uzoefu. Jambo la pili ambalo ningependa kulieleza kabla ni kwamba leo tumekuja kufafanua waraka wetu tuliomfikishia katibu mkuu siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025. Na tumeona kwamba kuna haja ya kufafanua kwa sababu wakati mwenyekiti wa chama akizungumza na wagombea na watiania siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 pale makao makuu, alijibu baadhi ya hoja zilizokuwa kwenye waraka, na wale waandishi mliokuwepo mlimsikia akisema ameusoma waraka na hoja zinajibika. Lakini tukiri tu mpaka sasa hivi bado hatujapokea majibu rasmi ya maandishi, kwa sababu sisi tuliandika kwa maandishi. Sasa kitendo cha kuja kuweka hadharani, wako ambao wanaweza wakapotosha. Sasa ni kwa nini kama mmempelekea katibu mkuu, kwa nini mnausema hadharani? Tunausema hadharani kwa sababu mwenyekiti wa chama alishaanza kujibu hoja zetu hadharani. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo tunaufafanua ili yale ambayo hayakupata majibu siku ile ya tarehe 3 mwezi wa 4 hatimaye sasa yaweze kupatiwa majibu, au jamii ifahamu tumeandika nini, tumeshauri nini chama. Maana yako maneno mengi sana ya upotoshaji haswa kwenye mitandao, na kwa watu ambao hawaitakii Chadema mema wameendelea kupotosha. Ndugu zangu, waraka wetu ni mfupi, ulisainiwa na watu 55 kama alama ya G55. Lakini nimesema pale awali kwamba kundi hili sio la watu 55. Tuko wengi ambao tunakishauri chama, na baada ya kutangaza uwepo wa kundi hili wamejitokeza hata ambao wanataka kugombea udiwani, wanaomba sasa nao wawe sehemu ya hili kundi. Kwa hiyo linazidi kupanuka na kuongezeka ukubwa wake baada ya watu kujua kwamba linasimamia mambo gani. Ndugu wanahabari, naomba sasa ni usome waraka kwa wetu tuliompelekea katibu mkuu siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka huu. Ndugu wanahabari, madhumuni ya waraka: pamoja na kupokea wito wa kushiriki mkutano huo maalum, sisi wagombea ubunge wa mwaka 2020 na watiania wa mwaka 2025 tumeona kuna viashiria vya kutopewa au kutopata nafasi ya kutosha kusikilizwa katika mkutano huo maalum, na kwa hiyo tumeamua kukuandikia waraka huu kwa sababu zifuatazo. 1.
Mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu alihutubia mkutano wa hadhara mkoani Iringa. Ametamka wazi kuwa wote wanaoona no reform no election haiwezekani ni wana CCM pamoja na vibaraka wao. Kauli hii ya mwenyekiti tayari imezuia uhuru wetu wa kutoa maoni au kushauri mbadala dhidi ya no reform no elections. Kwani kwa mujibu wa mwenyekiti wetu, watu wa namna hiyo ni wana CCM au vibaraka wao. Ndio dhumuni la kwanza lilotufanya tumwandikie katibu mkuu. La pili, mjumbe wa kamati kuu na mwenyekiti wa kamati ya chama ya kuchangisha fedha Mheshimiwa Godbless Lema akihutubia mkutano jijini Arusha alinukuliwa akisema kwamba wote wanaotaka ubunge au udiwani bila reforms waondoke Chadema. Kauli ya Mheshimiwa Lema ya kufukuza watu wenye maoni mbadala ndani ya chama haijakanushwa na chama na inazidi kuondoa mantiki ya mkutano huo maalum wa kujadili mwenendo wa no reform no election, kwani tayari washiriki tumewekewa mipaka na vitisho katika suala hilo. Dhumuni la tatu, hivi karibuni mwanaharakati Maria Sarungi aliandika katika ukurasa wake wa X akikitaka chama kiyaweke hadharani majina ya wote wanaotaka ubunge kwa udi na ubani bila reforms, na akatuhumu kuwa watu hao wanataka kufanya blackmail, yani kutishia eti watahama chama. Pia Maria Sarungi, bila kujali mamlaka ya ofisi yako, ametaka ajulishwe ni nani amewaita watiania kwenye mkutano huo maalum, maana uongozi mzima upo field, na akataka chama kisiwahusishe watiania, do not engage them, bali waachwe waende CCM. Kauli hizi za Maria Sarungi ambaye ni si mwana Chadema zinafanana na kauli za Mheshimiwa Lissu na Mheshimiwa Lema. Aidha, kauli hizi zinaingilia mamlaka ya ndani ya chama na ofisi yako imezinyamazia kimya, huku kukiwa na taarifa kuwa mwanaharakati huyo ana mgongano wa kimaslahi wa kutaka chama kisishiriki uchaguzi wa mwaka huu kwa maslahi yake binafsi. Kauli za Maria ambaye ni swahiba wa karibu wa baadhi ya viongozi wetu wakuu zinazidi kuongeza vitisho na kufinya uhuru wa maoni kuelekea katika kikao hicho maalum. Kwa msingi huo, tunawasilisha mchango wetu wa mawazo kwa njia ya maandishi kama ifuatavyo. Moja, tunaunga mkono madai ya mabadiliko, reforms. Sisi kundi la G55 tunaunga mkono kabisa madai ya kufanyika kwa reform katika nchi yetu. Tunaunga mkono na tupo tayari kuongeza nguvu zaidi katika jitihada zote za chama za kudai mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi, reforms, ili kuwa na uchaguzi huru na zinazoaminika. Kwa hiyo kwenye eneo la reform, sisi tuliogombea mwaka 2020 tulijeruhiwa na uchaguzi ule sana kwa sababu ya mifumo isiyo rafiki ya kiuchaguzi. Kwa hiyo tunaunga mkono 100% swala la reform. Kwa hiyo tuko tayari na kuongeza nguvu kuwekeza kwenye kupigania mabadiliko ya kimfumo na ya kisheria kwa ajili ya chaguzi huru na za haki hapa nchini.